Mjukuu wangu Shentoi, mbona kama hauna furaha? Shida nini? Hebu nieleze. Manake unaonekana kabisa hauna furaha, hata nikikutazama unatabasamu la kondoo. Shida nini mjukuu wangu? Kwa kweli Bikachala, yani sijui hata nianzie wapi kwa kweli. Yani yule mwanamke leo nimekutana naye, lakini cha ajabu kitu ambacho anachoniambia anahitaji pesa na mimi sina pesa. Sasa sijui inakuwaje Bikachala. Hivi kweli nitaweza kumwoa kweli yule binti na tutaelewana? Kwa kweli siku leo nimesikitika kweli kweli. Sasa mjukuu wangu, hiyo pesa ya mahari au pesa ya nini? Yaani bado sijakuelewa. Sijui nimwambie Bikachala atanielewa kweli? Sekretari Cheusi, karibu mpaka ndani. Hivi Kipara, una akili kweli? Kwa nini unaondoka kazini bila kuaga? Tumehangaika kukutafuta kila kona tumekutafuta, kama tunatafuta senti 10 ya mwaka gani sijui. Kwa nini usiage? Kiukweli mimi ile ofisi imenishinda. Ile ofisi sitaki tena, maana mwantenga. Bora nirudi kwa bububu ama nirudi Zenji. Sitaki kabisa kuendelea na kazi mie, mtaniua jamani. Hivi Kipara, unajua kama wazo lako limeleta tija katika kampuni yetu na tumekuwa namba 1 kibiashara, uwezi amini yani. Sekretari Cheusi, mbona mwanchanganya? Wazo la vipolo lililitoa kweli, lakini sasa inahusiana vipi na kushika namba 1 kwenye biashara? Mpenzi wangu Kidawa, naomba unisamehe sana. Unajua kipindi hichi nilikuwa busy sana kiasi cha kwamba nikawa nashindwa hata kupokea simu zako, hata tu kujibu meseji zako. Kwangu ilikuwa mtihani, maana nilikuwa busy kweli kweli. Kwa hilo naomba unisamehe mpenzi wangu. Kiukweli Guram, umenikosea sana. Umeenda kwa wanawake zako huko, umekula starehe zako. Sasa leo ndio umeona mimi unitafute, si ndio? Na kwa nini nihangaike na wanawake wengine wakati cha urembo wangu upo? Kidawa, wewe ni mwanamke katika wanawake. Wewe ni mwanamke na nusu. Kwako unapata kila kitu. Kidawa, wewe ni mzuri. Siwezi kukuchiti wala kukusaliti. Nakupenda sana Kidawa. Tafadhali usiongee maneno magumu kiasi hicho. Bikachala anahitaji pesa kwa ajili ya kununua abaya. Sasa mimi kama unavyojua jina lako, sina pesa kipindi hichi. Kwa hiyo tumeshindwa kuelewana kabisa. Aha, nishakuelewa mjukuu wangu. Shemtoi, usijali. Mimi ninachotaka kujua, kakubali umuowe? Kama kakubali umuowe, basi mimi niko tayari kutoa kiasi chochote kile, hata kwenye akiba yangu, ili mradi wewe umuowe. Je, kakubali umuowe? Bikachala amesema hilo jambo liko ndani ya uwezo wake. Kama niko tayari kumpa kiasi anachokitaka, basi na yeye atakuwa tayari nimuowe. Ila sasa ametaja kiasi ambacho sidhani kama nitaweza kukimudu kumpa. Ndio hiyo changamoto kubwa ambayo mimi ndo naiona mbele yangu. Embo, wacha upumbavu Kipara. Hapa tunazungumzia maswala ya abaya. Lile wazo ulilitoa, bosi amelifanyia kazi na huwezi amini. Maabaya tumeyafanyia biashara na kampuni imeingiza pesa nyingi kweli kweli. Hata hivyo, boss Guram kasema amekuongeza mshahara, hivyo anahitaji urudi kazini. Sekretari Cheusi, mbona we nkorofi? Bosi alifura, hakutaka kunisikiliza. Sasa hivi waniambia kalifanyia kazi wazo langu, wakati sikumwambia mimi habari ya maabaya. Nilikwambia weye, imekuwaje ukatoa siri yangu? Nimechoka Guram. Mwaka wa pili sasa, hutaki hata kunitambulisha kwa rafiki zako, hata kunifanya kwa mke wa pili hutaki. Sasa haya mahusiano yetu yanahusiana na nini? Hebu nieleze babangu. Kidawa, tafadhali. Tunapozungumzia masuala ya mahusiano yetu, naomba usimuingize mke wangu. Naomba uheshimu mipaka yako. Tafadhali Kidawa, usitaki kuniudhi. Samahani Guram, nimenitoka tu bahati mbaya. Kiukweli mimi mwenyewe roho yangu inaniuma. Kwa kweli nakupenda sana Guram. Nakupenda sana Guram wangu. Na sitaki tufikie mbali, tufikie huko. Tuachane na hayo tu babangu. Tuongelee tu masuala mengine kwa kweli. Shemtoi mjukuu wangu, mimi niko radhi kukupatia kiasi chochote, kwa sababu umenihakikishia amekubali umuowe. Sasa cha kufanya, chukua kadi yangu ya benki na ukadraw pesa. Uchukue kiasi kidogo, halafu kingine umuulize mahali shingapi ili tuweze kupeleka mahali. Mimi ninachotaka umuowe. Sijui umenielewa Shemtoi? Bibi, kusema kweli najivunia sana kuwa na bibi kama wewe.
maana sikutegemea kama ungeweza kufanya maamuzi kama hayo. Nikushukuru tu bibi yangu na kukwambia sitakuangusha kwa lolote wala kwa chochote. Nitahakikisha naitumia pesa hii ili kwenda kumuoa yule binti. Mimi sijui unafikiria nini kwenye akili yako, lakini kama ukiachana na masuala ya kipumbavu, Kipara, wewe ni mtu na nusu. Ukiachana na mawazo ya kiporo, wewe ni jibaba na nusu. Kwa kweli bosi ameamua kukuongezea mshahara, hivyo unahitajika kurudi kazini, na masuala mengine utayafahamu huko huko ukifika. Nadhani ujumbe unafika. Sidhani kama nina muda tena kusubiria hapa ama kukubembeleza. Yangu ni hayo tu Kipara. Jamani, mimi Kipara, nimekosa nini mimi? Kwa nini mnatumia wazo langu bila kunishirikisha? Mimi naenda kuwashitaki serikalini. Bosi Guramu, umfikishie habari, mwambie na kwenda kumshitaki. Sitaki wazo langu kalitumia vibaya. Hivi we Kipara, una akili kweli? Hapa mjini ukiacha hiyo kazi utafanya kazi gani? Au unataka kuliwafuta? Sidhani kama nina muda wa kuendelea kukaa hapa. Naona mudi yangu huende kaharibika, na singependa tuachane vibaya wakati huu. Sasa nimeshamwagizia mtu akuletea lile baya uliokuwa unalihitaji, kwa hiyo atakuletea suni. Acha mimi nikaendelea na shughuli zingine, nadhani nikikuhitaji nitakutafuta. Sawa Guramu wangu, uwe na kazi njema. Pia nashukuru kwa zawadi yako hii ya sikukuu, japokuwa imechelewa, imekuja Idi pili kwenda Idi tatu. Acha tu nitalivaa hivyo hivyo. Kiukweli Guramu, nakupenda sana baba yangu, nakupenda. Uwe na kazi njema. Sasa jambo jingine la kuzingatia mjukuu wangu, wewe unaelekea kuwa mume wa mtu, uache kuvaa visingideni na vitopu hivyo. Wewe unavaa vizuri chemtoi mjukuu wangu. Sisi tumeelewana. Sasa bibi, huo ni wivu. Huo ni wivu kabisa ulio dhahiri. Kwa sababu unaona naenda kumchukua mke mwenzio nikuletee, sasa umeshaanza wivu. Mambo ya kuvaa zingideni yanatoka wapi tena bibi yangu? Chemtoi nawe utaniwi mjukuu wangu. Basi fanya haraka uniletee huyo mke mwenzangu mie, nipate kusumbuana naye hapa ndani. Utaliwafuta baba yangu mjini hapa. Unamjua mjomba Mtumali wewe? Utaponza futa hilo. Sekretari Cheusi, tuheshimiane. Kama umekosa maneno ya kuongea, basi waweza kwenda. Kazi zipo nyingi, so mpaka kwa bosi Guramu. Nimesemaje? Na kwenda kuwashitaki. Kuanzia wewe sekretari wake mpaka yeye mwenyewe. Mtajuta kunifahamu.